kile ambacho hatukiweza kukifanya mwaka uliopita. Ninaomba ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka, Mungu akukumbuke wewe na jamii yako. Mungu akukumbuke wewe na maisha yako, kwa sababu Mungu ni Mungu na atabaki kuitwa Mungu hata kama hali ulikuwa umesahaulika, lakini mwaka huu ukawe ni mwaka wa Bwana ambao umewaziwa mema na utafanikiwa kwa jina la Yesu. Let's us pray. Bwana Mungu mwenye nguvu na mamlaka, tunasema ni asante kwa kipindi hichi tunachoenenda, mfalme, cha neno lako. Baba, tunamkaribisha Roho Mtakatifu. Uwepo wako umebaki kuwa mahali hapa kutoka asubuhi. Asante kwa kuwatumia watumishi wako, mfalme, katika maabudu. Baba, umekuwa mwema na nguvu zako peke yako ndiko zinazoabudiwa mahali hapa. Kristo uliye hai, nasema mfalme, tuombe lolote kwa jina lako, nasi mfalme, kupitia kwa jina lako Yesu Kristo, tunaomba kwa neno hili likapate kujenga mtu, likapate kumuinua, likapate kumjaza, likapate mfalme wa ajabu Jehova kumponya yeyote aliyeingia na hali ngumu. Baba, jitukuze na ukapate neema mpya kwetu. Wewe ni Mungu na ukatuongoze kwa utukufu wako. Neema yako ikawe zaidi. Baba, tunashuka, wewe ukainuliwe. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumejifunika kwa damu yako na ulinzi wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi hapa tunataka tukapate kusoma neno katika kitabu cha Luka Mtakatifu 18. Tulio na Biblia nafikiri tuko hapo. Tusome. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka, na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake, na alipokaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nimekwambia hata kama hali ni ngumu namna gani, hata kama unapitia hali ambayo haiwezekani, lakini yuko mmoja ambaye mwisho wako wewe ndipo anapoanza yeye na kusonga kwa jina la Yesu. Ndipo maandiko yanasema Yesu alipokuwa akizinena habari njema, akipita katika miji na vijiji, akafika mahali akapita, na kukawa kunaye mtu mmoja hapa kwa jina anaitwa Batimayo, aliyekuwa ni kipofu. Na aliposikia akauliza, kwa sababu kipofu yeye ni mwingi wa maswali. Hii ni nini? Hiyo ni gani? Hiyo ni nini? Hiyo ni gani? Na alipokuwa anauliza akaambiwa, nyamaza, nyamaza. Yesu wa Nazareti ndiye anayepita. Sasa aliposikia Yesu wa Nazareti anapita, na kwa sababu yeye si kiziwi, ni kutoona peke yake ndo ana udhaifu nao, ndo anasema ya kwamba nimemsikia habari zake yeye. Huyu Yesu nimesikia anafungua, anafufua, ana wengi ambao wanapata kufunguliwa kwake. Hakuwatisikiza tena, hakuuliza swali lingine, akaanza kuita, anasema, Yesu, Yesu,
wa Daudi, nihurumie. Yesu alipopaza sauti hiyo, watu hawa nao wakazidi kumwambia ya kwamba nyamaza. Lakini natamani nikwambie ya kwamba ujapopita katika hali ngumu, usiache kumwomba Mungu, kwa sababu hapo peke yake ndo kuna suluhisho lako. Amen. Uwe kijana, uwe mtu mzima, uwe ndoa yako, uwe mzazi, uwe nani, mahali popote ambapo unapitia majaribu, usinyamaze. Inapoitwa leo, inapoitwa usiku, ita jina lake Yesu, na hilo litakuponya, litakufungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya! Na baada aliposikia akasema, basi sitaki kusikia lingine, sitaki mwingine, mimi namtaka huyu Yesu, na nikimpata huyu Yesu, yeye ndiye ana jibu langu. Ninaomba mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu akawe jibu lako. Jumapili ya kwanza ya mwaka huu, Yesu akapanda kukufungua na kukuponya. Wewe uliyeingia na magonjwa na umeomba kwa muda mrefu, uwe Batimayo mwana wa Timayo, Mungu akufungue na akuponye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaka wa 2026 uwe mwaka wako wa baraka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tunaishi katika kati ya watu ambao hatimaye ukitaka kusonga, labda anakuambia hivi, labda magonjwa, unakula madawa lakini hauponi, unachukua nafasi, unataka kusonga mbele lakini unajiona unarudi nyuma, kila lolote ulipangalo haliwi. Tumuite Yesu, yeye peke yake ndiye anajibu. Yesu na damu yake ya thamani ina uponyaji wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpendwa mamangu, usivunjike moyo. Yuko mmoja anayejua maisha yako. Watu wanaweza kukutenga, watoto wako wanaweza kukutenga, jirani zako wanaweza wakakutenga, kazini wanaweza wakakutenga, wanaweza kunena vile watakavyonena, lakini yuko mmoja anayesema ya kwamba ukipaza sauti kwake, na yeye akageuka na anakuangalia, anasema ni nani? Anakuambia muleteni hapa. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanaokutenga kazini wafanyike hao kukupandisha katika cheo. Hata kama hawataki uinuke, uinuke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nyumba ziko na mambo mengi, nyumba ziko na machozi mengi, na mwingine anaweza kukufanya ukalia, si mtu mwingine, ni labda yuko katika rumu nyingine tu, anaishi na wewe. Akitoka hapa anampa maneno mzee ambayo hata hayana ukweli. Akitoka hapa anampa maneno mama ambayo hata miguu hayana. Lakini naomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, kama Baba alivyomponya Batimayo mwana wa Timayo, hata kwako pia kutangulie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyote ambaye anasimama kinyume na nyumba yako, yeyote ambaye anasimama, amekuwa akisimama mwaka mzima, mwaka wa 2025, ya kwamba mtafanikiwa kama familia, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwaka wa 2026 uwe wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watoto wasome, uponyaji upatikane kwako. Haya madawa si sehemu yako kila mara. Yesu aliye hai atende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwema. Wapendwa, tumekuwa labda unapitia mazito, lakini tazama hapa, maandiko anasema, na baada ya Batimayo kufunguliwa, watu walishangaa, watu walianza kumsifu Mungu. Ninaomba mapito yako yageuke yawe baraka, na watu kupitia kwako wamsifu Kristo aliye hai, kwa sababu ni wewe ndio unatamikana. Sisi ndio tuko midomo ya Mungu, sisi ndio masikio ya Mungu, sisi tukitembea ndio tunapeleka habari njema za Mungu. Mungu ndiye anayetutumia sisi tulio haki kwake, na wengine wapate neema hii. Wacha neema hii watangulie wanangu kwa jina la Yesu.
Yeyote yule anayetamani kuja kwako, akifika wacha aone Mungu ndani yako. Chochote kilicho dhaifu kife, kiwe kilikufa 2025. Leo hii tunatembea tukiwa hai. Watoto wapate watoto wa elimu zipatikane ndani yao. Chochote kinachotakikana mwaka huu, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka, ninakuombea mwanangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hao akutendee mema 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 mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, Mungu wetu ni mwaminifu. Ikiwa Zakayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alipompata Kristo mambo yamebadilika. Ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hata kama ulikuwa na madhaifu ya aina gani, lakini Mungu vile ni mwaminifu kwako, Mungu ambaye anapenda watu, wacha neema hii kwa sababu ya Jumapili ya leo, wacha Mungu akapate kufungua milango ya kikazi. Wewe ambaye mtoto wako anataka kazi, amesoma na hujui ataanza na wapi, mwaka huu Baba ghafla afungue malango na apokelewe, sponsor ipatikane na asome, watoto wasome vizuri. Pigie Bwana Yesu vigelegele na makofi aliye hai, kwa sababu yeye ni mwema. Haleluya, aliye hai, Yehova anayetupenda. Mwaka 2026 ni wako kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, Mungu ni mwaminifu. Mungu anatupenda. Tumepitia mazito, lakini baada ya kipindi kile alichokaa pale, haikuandikwa Timayo mwana wa Batimayo alikaa kwa muda gani akiwa na upofu, lakini aliponywa mara hiyo, mara moja tu. Mradi sauti imefika kwa Baba, mradi Baba anasema, ni nani huyo mwanangu, nileteni hapa. Ewe mwanangu Josephine, hebu inuka kwa jina la Yesu. Ewe mwanangu Yusufu, hebu inuka kwa jina la Yesu. Yeyote yule ambaye atampazia sauti Yehova, usiangalie mwanadamu. Mwanadamu atakuchosha, lakini ukimwambia Yehova, niko hapa, niangalie, nina shida ya tumbo, nina shida ya kichwa, nina shida ya watoto, nina shida ya kifedha, ana uwezo wa kufungua njia na watu wakafunguliwa na wakasonga mbele. Na maisha tuliyokuwa nayo ya omba mwaka jana, sasa tunaenda kopesha badala ya kukopa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, na Yesu anatamani mtu yeyote atakayemwamini. Ndiposa kila mara nawaambia wanangu, tuombe, kwa sababu hapo peke yake ukija katwa na linki ya maombi, you are done. Umeenda, you are gone totally. Laiti angewategea sikio waliokuwa wanapita njia, Batimayo hangepata muujiza wake, hangepata muujiza wake, hangepata muujiza wake, kwa sababu jambo la kwanza walimwambia nyamaza. Hilo ni la kwanza, nyamaza. Yesu mwana ndiyo anayepita hapa Bwana. Yesu anapita, lakini yeye alipotajiwa Yesu hakuangalia kitu chengine, akajua Yesu ni yule yule aliyemponya mtoto wa Naini. Yesu yule yule aliyemponya na kumfufua Lazaro. Yesu ni yule yule aliyempatia yule mtoto wa pekee pale. Sitanyamaza kimwa. This is my time. Hii ni wakati wangu, huu ni wakati wako mpendwa. Chochote kile ulitamani kiwe, chochote kile ulichotakao kwake Bwana kiwe. Hata kama ulikosa mwaka ule, peperusha mkono, mwambie mwaka huu ni wangu kwa jina la Yesu. Sema mwaka huu ni wangu kwa jina la Yesu. Baraka, kazi yako hiyo ipatikane kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sikio lako mwambie Mungu, tegea kwake Yesu. Mwana, magonjwa ulio nayo yasikutatize kiwango cha usahau sauti ya Mungu. Magonjwa aliyokuwa nayo Timayo
hakuna kitu kibaya kama kukosa kuona. Hata ni heri uwe husikii lakini unaona, utafanya na ishara. Amen. Lakini mtu akikunyima kuona, amekunyima giza, yaani wewe wa giza, sababu palipo na nuru pana mtu ameona. Ili ujue huyu ni fulani, umemuona na macho haya. Amen. Unaweza ukasikia, lakini hakuna kitu kibaya kama cha kuona. Hata mwenzako ndani ya nyumba anaweza kukudanganya, ukasikia mumeo na ABCD, ukasema hizo najua watu huongea tu. Lakini hakuna kitu kibaya na cha kuvunja moyo kama umuone, umushuhudie mwenzako kwa macho yako mawili. Inakuwa ngumu, inauma, hata kusamehe inamgharimu Mungu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa yeye kile alichoamini, alijua tu suluhisho langu ni kwake Yesu, ana lingine. Alijua tu yule anayeweza kuniponya, yule anayeweza kunifungua, yule anayeweza kunipatia nafasi ya kuishi tena ni Yesu. Yesu tu. Ni nani, ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anauliza haya kwamba ni nani huyo anayepiga kelele? Unajua hakuna kitu kibaya. Mtu ukiwa kipofu, mtu anaweza akawa ya kuibia hapo ndani ya nyumba, na uko hapo uulize ni nani huyo, akujibiki mtu. Utasema ni upepo, labda unapeperusha vitabu hapo ndani ya nyumba. Kumbe watu wanabeba makochi, ubakisho na hilo kochi tu umeketi nalo, vitu vyote wametoa nje. Na baada ya hapo Yesu akamuuliza, Batimayo, mwana wa Timayo, unataka nikufanyie nini? Na yeye hakusema sijui mimi, si kama yule aliyeambiwa ya kwamba unataka nikufanyie nini. Yeye akasema mimi sina mtu akuniweka kwenye birika ili maji yanapochemka niingie wa kwanza. Hakusema kwamba mimi sina mtu. Lakini Batimayo akaenda direct to the point, nikufanyie nini? Na yeye akasema ninataka nione. Tunapoingia kwa maombi mchana wa leo, wapendwa, usiende unajua kwetu sisi tulizaliwa masikini, wajua sisi kwetu tulizaliwa hali ambayo wasivyo, wajua kwetu sisi hatuolewi. Sema tu, Mungu wangu mwaka huu ni wangu, ninataka hivi, full stop. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko anasema ya kwamba Batimayo akasema, basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake. Na unajua ni kina nani hao waliomwambia nyamaza? Ni hao wanafunzi hapa tu, sisi washirika hapa. Mtu anakwambia maneno mpaka anakuvunja moyo, mpaka unavunjika moyo, hautaendelea na huduma, hautaendelea. Na Mungu amekupatia nafasi ya kwamba umtumikie, lakini umesikia neno kwa yule, umesikia neno kwa yule, umesikia neno kwa yule mwingine, linakuvunja moyo mpaka mahali pengine unasema ya kwamba hapana, mimi sasa siwezi nikaendelea, na ninashuka chini. Ninakwambia mwanangu, nikwambie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, funga masikio. Be focused my dear sister, be focused my dear brother. Tumikia Mungu kwa sababu yeye ndiye anayekujua. Jifananishe na Timayo mwana wa Batimayo. Hakusikiza watu, yeye aliangalia, na Yesu akasema niitieni huyu.
Kuna maneno hewa, maneno hutembea kwa hewa tu, na maneno haya yakitembea kwa hewa yanaweza ukotwa mahali popote. Juzi shule zinafunguliwa kesho, lakini wiki iliyopita ile kulisambaa jumbe kwamba rais amesema wiki hiyo ingine ndio kutakuwa na shule. Basi watu wakajazana kabisa. Naambia hata funeni hizo pesa na vitabu na kila kitu. Na wajua kuna wanaita AI ama ni AI? AI. Sijui hao watu wana shida gani. Basi ilijaa kabisa. Hata mimi nilisikia, sijui hata wewe pia, si ajabu wewe ulisikia. Pia wewe ulisikia? Hebu inua mkono kama uliambiwa shule si kesho. Kumbe tuko wengi. Maneno hurushwa hivi, hutupwa. Sasa inafananishwa na nini? Mbegu ziliporushwa, zingine zikaanguka kwenye mawe, kwenye mwamba, kukawa kuna mchanga, lakini ikawa haule mchanga hauwezi stahimili. Jua lilipowaka zinyauka. Wengine zikaanguka kwenye miiba wakati ilipokuwa ikasongwa kwa shughuli, na maandiko yanasema zingine zikaanguka kwenye njia, watu wakipita wakazikanyaga na hakuna chochote kilichoendelea. Lakini maandiko mengine yanasema na zingine zikaanguka kwenye mchanga wenye rutuba, na tazama zikaanza kumea zikiwa zimenawiri, zingine zikazaa 50, zingine 100, zingine 60. Natamani nikuambie hivi, maneno ya hewani ni rahisi sana kukuvunja moyo, ikakuambia ya kwamba mumeo anaenda na fulani, mkeo anaenda na fulani, watoto wako wameingia kwa tabia hii. Kaa na mwanao, ongea na yeye vizuri. Tazama wapendwa, tusisikize maneno ya hewa, na maneno ya hewa huenda hatimaye yakakufanya hautaendelea na safari. Ninakuambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Timayo mwana wa Timayo alisikiza hizo hewa, akasema mumeongea, mumesikia, mumenyamaza. Tazama hili, kile ninachoamini ni hiki, ya kwamba Bwana wangu ndiye ninayemuita. Maandiko yanasema wakati Elia anataka kupanda, watu wakamuuliza Elisha, Elia, unajua kwamba Bwana wako anaenda? Amesema nenda Yordani. Akasema nimesikia, nyamazeni. Be focused. Mtumishi wa Mungu, songa mbele. Amen. Mama uliye nyumbani, simama na wima na miguu yako. Hata ukisikia maneno gani, kusanya watoto wako, ambia wanangu, huyu ndiye baba yenu. Kama mimi ningewaokota kwengine, that is another problem. Lakini mimi nikiwa ninajua mwenye watoto hawa ni huyu, kuja nyumbani atakuja, apende akatae. Na ukiongea hayo, huongei kwa hasira, unampigia magoti Yehova na unamwambia, Baba uliye hai, wewe ndio huyu mume, ndiye labda lazima ndiye aliharibiwa usichana wangu, huyu ndiye alinipa mtoto wangu wa kwanza na akanipa hawa watoto, sina mwingine, ni huyu. Namtaka, namuhitaji hapa nyumbani. Hata kama amezingirwa na gunia la blanketi na kachumbari huko analishwa, wewe uko pale nyumbani na watoto wako, waambie baba anakuja. Baba, mama yuko wapi? Anakuja baba yenu. Na ukiingia ndani ya nyumba, Bwana, tazama watoto hawa. Maandiko unasema, Bwana anasema ya kwamba unakataa talaka. Baba, ninamhitaji baba watoto aje hapa nyumbani. Kwa sababu gani? Yeye ndiye baba mwenye nyumba, yeye ndiye kichwa cha nyumba, kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukifunga masikio, mengi utayasikia kama ndoto, lakini ukifungua masikio na ukifungua moyo, utaambiwa mamako ni mchawi, mafia wako ndiye hivi, mtoto wako ndio vile. Wewe tayari umechukua na unachukua hatua. Jengine hamjajua, wengine waliua kukusudia, wengine wanafungwa kwa sababu aliua bila kujua anaua. Hasira, sababu umesikia, umefungua sikio
maneno umenenewa mpaka yamejaa, mpaka yamesupwasupwa, kila kitu kuna kiona kabisa ni kweli. Na wanadamu wanajua kutunga, wanadamu wanajua kuongea, tena wakaipanga vizuri, mpaka ukiisikia hivi unamuua nawe. Unatoka asubuhi za saa 9 hapa Mombasa, hata utaki pikipiki, unakanyaga na mguu na hapa Mwakirunge hapa, ukiwa umenoa panga lako vizuri. Ukifika hapo unasema mimi ndamalizana naye nirudi nyumbani. Unafanya makosa mwanangu. Tega sauti kwake Mungu. Wanadamu wamesema, na je, Mungu anasema nini? Wakati Batimayo aliposikia sauti ya wanadamu anapoongea, yeye hakuangalia wanadamu, bali yeye alisema, na Mungu unasemaje? Mimi nitakuita mpaka nisikie sauti. Wewe simama hapo mpaka msikie Baba anasema nini, na atakaposema mwanangu, Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu wapendwa. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Anaweza Baba, anaweza. Hakuna kama wewe. Anatosha, hakuna kama wewe. Anaweza, anaweza Baba, anaweza. Hakuna kama wewe. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza. Anayeponya ni yeye tu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Nasema kama wewe, hakuna kama wewe. Mwenye uzima tele Baba, hakuna kama wewe. Anayeponya magonjwa tele, hakuna kama wewe. Batimayo aliposikia msafara unapita, akasema ya kwamba macho haya ile muda imechukua, sitaki kujua. Kile ninachojua tu ni kwamba yeye anaweza. Kama nimesikia kwa wengine, hata kwangu pia anaweza tu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Mwenye uzima, hakuna kama wewe. Mwenye baraka tele, hakuna kama wewe. Yesu wewe,
Bwana Yesu asifiwe. Mbona ulisikia kaneno kadogo tu hako umekashikilia mwanangu, mpaka ukimeza tonge huyo fulani, ukiregesha hivi huyo fulani, tumbo likiuma kidogo ni huyo fulani, kichwa kiuma kidogo ni huyo fulani? Hapana, hapana. Amini Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Kwa sababu gani? Alielewa huyu, na alikuwa amesikia habari zake, na alipokuwa amesikia habari zake Kristo akasema ya kwamba hakika mamangu hapa ameshuhudia ya kwamba ametulia. Ni kweli tumelelewa, tulikuwa hatujielewi, lakini leo hii angalau, hata kama si sana, angalau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amini Mungu, muvumilie huyo mwenzako. Kana hii tabia staki. Hii ni nini? Ni nini? Basi heri lukayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu wa mbinguni anasema nini? Wakati huo anamuuliza, wataka nikufanyie nini? Bartimayo akasema, Bwana, nipate kuona. Full stop. Hivyo tu. Je, twendapo kuingia kwa maombi, unataka Mungu mwaka huu akufanyie nini? Kile ambacho hakukifanya mwaka uliopita, wakati huu ama mwaka huu, unataka Mungu akufanyie nini? Haleluya. Je, ni jambo gani lililogumu ambalo unaona hili haliwezekani? Ni kitu gani kile ambacho unakiona hakiwezekani? Sasa kunalo swali rahisi hapa. Je, unataka ufanyiwe nini? Amen. Mamangu, Mungu anatuuliza dhuhuri ya leo, anasema ya kwamba unataka ufanyiwe nini? Si ni swali hilo? Si kuna jibu lake? Maandiko yanasema ya kwamba na kila mwaka kulikuwa malaika anashuka akija katika lile birika akitibua maji. Kukawa kuna mmoja aliyekuwa pale miaka 38 akiwa kiwete, hawezi ingia pale kwa lile birika. Wanasema ya kwamba mwenzangu wakija, hatuendi huko. Wenzako wakija, unataka ufanyiwe nini? Hilo tu. Je, watoto wako unataka wawe vipi? Usianze kuwatetesha, msiwe kama watoto mzee fulani, msiwe kama watoto fulani. Unataka watoto wako wawe vipi? Hivyo. Amen. Na uchukue nafasi kama mzazi. Mama, hapa huyo asipite, muache aende huyo. Aende kabisa. Tuendelee. Wajua hao ndio waliotuambukiza hayo maroho. Family nzima hawa kiketi kusinzia hao. Ameenda. Tuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mambo ya mtu na mamake hayo. Yaani hii roho, hebu kwanza umeharibu injili. Hii usingizi mlitoa wapi? Wapi? Ni shetani tu anafanya kuja, alafu amepita. Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unataka nini? Hili swali liko rahisi sana, lakini definition yake kila mmoja anaweza akalichambua kivyake vile apendavyo. Unataka nini? Not mamaring. Usilalamike. Unataka nini? Hivyo tu.
Timayo mwana wa Batimayo anasema nataka kuona. Hivyo yule ndugu katika lile birika anasema sina mtu. Watu wawili tofauti majibu. Ndiposa hapa tukapewa composition head, your name. Hivyo tu, your name. Wengine watasema my name Chiko hivyo, ama Emmanuel hivyo. Lakini mwingine ataanza mimi nilizaliwa huku, babangu ni huyu, ninatoka kwa hapa. So kuna mambo ambayo ni lazima tuyaelewe kama familia katika Kristo, katika Bwana. Na familia hii Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tengeneza sasa, manake sasa simuelewi. Ndio mnatumika sasa. Mungu ni mwaminifu, na chochote anachokifanya huwa amempatia nafasi. Toa hiyo treble kwa hiyo. Ndiposha sasa Mungu hapa akamuuliza swali rahisi. Alipomuuliza swali hili, akamwambia ya kwamba ni kweli nimekwambia kwamba uje. Ni kweli wale watu walikuwa wamekwambia kwamba usiniite. Kwa sababu gani? Mimi ninapita. Lakini mbali na kuwa mimi ninapita, sasa nimefika, nimekuita. Unataka nikufanyie nini? I need monitors please. Na baada ya hapo yeye hakuendelea na mambo mengi. Hakuongea mambo mengi kabisa. Hakuongea mambo mengi. Yeye alienda tu, nataka kupona. Unatakaje? Nione, niangalie hivi. Na Yesu naye akamjibu as short as hiyo sentence, hata naona haina mabano. Nataka kuona, ona. Aliambiwa maneno mangapi? Mawili. Basi ona. Yeye alisema nataka la kwanza kuona. Kwa hivyo watu wa Mungu, tunaposimama katika Kristo, tuna mambo tunayoyapitia mengi kama jamii. Tuna hali tunazipatia nyingi kama familia. Ni sisi tukiwa familia, kuna mambo mengine ambayo hatuyawezi. Ni Mungu peke yake tumwambie, na ndiposa anasema usiache kuomba. Usiache kuomba. Na ukiendelea kuomba, Mungu atakujibu. Aya, viko sawa sasa. Wewe sasa paondoke kabisa, wewe mwache huo mwenzako. Keti huko, maana wewe wapembe kwa kutatiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anasema hivi na Timayo mwana wa Batimayo, nikufanyie nini? Ndiposa nasi tunapomwambia huu mwaka, na mimi nakupatia agenda hivi ninavyoendelea kuhubiri, mimi ninakupatia nafasi uandike vile unavyotaka. Manake baadaye tunaenda kuingia katika kipindi cha maombi. Umwambie Bwana, mwaka huu nataka niwe, nataka hivi. Usitaje mimi sina uwezo. Mungu anao huo uwezo. Usiseme ya kwamba sisi kwetu ni maskini. Mungu ni tajiri. Usiseme ya kwamba sisi kwetu hatujiwezi. Mungu anajiweza zaidi. Ni unataka nini? Hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika katika nyumba yake na Lazaro alipokuwa amekufa, maandiko anasema Yesu alimuuliza Martha, na mumemweka wapi? Martha anasema kama ungekuja juzi. No, tunaongea mambo ambayo ni hapa kwa hapa, lakini sisi wanadamu tunafika kipindi we just murmuring. Tunaomba, oh, mimi sina hivi, mimi sina vile. Swali ni
mbali na kuwa amekaa siku 4 kaburini ananuka, ndivyo swali ameulizwa. Sisi tunaosoma Biblia, hivyo ndivyo swali Yesu aliwauliza kina Mary na Martha. Walimuuliza ya kwamba na mumemweka wapi? Hata hakusema mumemzika wapi. Amen. Kwa sababu kinachowekwa na kinachozikwa ni vitu viwili tofauti. Lakini wapendwa, hawa wadada katika Bwana wakawa imani imeshuka kiwango cha kwamba wanamuona kwamba Yesu huyu hawezi akafanya tena, hawezi. Ndipo anasema ya kwamba sasa wewe unauliza amewekwa wapi, ikiwa mtu amemaliza siku 4 kufikia sahihi ni uvundo mtupu. Nataka nikwambie ya kwamba hata kama dhambi yako imekuwa mbaya kiwango cha kwamba kila mmoja anajua wewe una tabia fulani, Mungu wetu ni wa msamaha. Hata kama unaonekana hali yako ni ngumu kiwango cha kuwa hakiwezi taibika, hata kama huyo mume unamwona na hali ambayo hawezi badilika, ombi langu kwa Mungu ni moja tu: Yesu anaweza. Anatamani ajue tu unataka nini. Mume wangu abadilike, full stop. Unataka nini? Ninataka nipone, kwisha. Unataka nini? Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ndiwe macho ya Mungu. Mungu akiangalia ni wewe, anatumia macho yako. Mungu akiongea anatumia vinywa vyetu sisi tulioamini. Sisi akitaka kutoa unabii hatoi yeye, bali anakutolea wewe. Anaweza toa kwa mtoto, anaweza toa kwa mtu mzima, anaweza toa kwa mzee, aseme ya kwamba mimi ninasema hivi na hivi ndivyo Mungu anaongea. Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu akufanyie nini? Mambo ya siku 4 kaburini achana nayo. Mambo ya kusema hatukusoma achana nayo. Mambo ya kusema kwamba kwetu ni maskini, hiyo hata iwe ilipita usiku. Kiri mema, sababu Mungu wetu ni mwema. Amen. Mimi wanapenda kuongea kitu wazi ya kwamba sisi tumezaliwa katika familia ambayo hawakuwa wanazingatia elimu, lakini I used to nakiri ya kwamba Mungu lazima jamii yetu isome. Lazima watoto wetu, kama sisi hatukufanikiwa, kama wazazi wetu hawakufanikiwa, watoto wetu hey, I thank God. Juzi mtoto wa brother hata sijui amegraduate, watu waliokuwa hawajui, lakini kwa kukiri tu sasa yeye ni civil engineer, anatengeneza. Na hata wewe kama unaona kwamba hayawezekani, nakwambia amini tu, amini mwanangu, inawezekana. Amen. Amini inawezekana. Ugonjwa wako, shida ulio nayo hii, si shida ya kwamba itakulaza chini au utakufa kwa jina la Yesu. Wewe uliyekanyaga kwa ibada ya leo, hata kama una ugonjwa umechukua muda gani, hautakumaliza huo ugonjwa, bali utasimama mwaka huu na utatikiri ukuu wa Mungu, utakiri ukuu wa Mungu, utakiri wema wa Bwana, utafunguliwa kwa jina la Yesu, kwa sababu anasema sema kile unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine tulizaliwa tukiwa kwa waganga huko, tukipelekwa kwa waganga, lakini leo hii tumejua njia ya kweli. Leo hii tunakiri Yesu ni Bwana na tunamuona anatenda, tunamuona anafungua, tunamuona akitenda yaliyo mema. Amini Yehova aliye hai. Unataka ufanyiwe nini mwaka huu? Unataka ufanyiwe nini?
tega sikio lake, asikize tu mteule, asikize tu mteule. Sisi tulio wazazi hapa tunajua, ukiingia ndani ya nyumba, mtoto usimama tayari kwa mlango. Baba, kuna bagi, nipe pesa nikanunue bagi, nipe pesa nikanunue kalamu. Kutoka juzi hizo nyimbo katika majumba, nipe pesa, vitabu vyangu havijatosha. Hawa watoto wanajua ni nini? Mbona hawasimami barabarani wakamwomba mpita njia? Lakini mimi nitasimama, siendelei kwa sababu ni mamake fulani, sifanyi kwa sababu ya mtumishi fulani. Sana hii hapana. Mpaka lini? Sasa nadhani hivi, huu ni mwaka mwingine tumeanza na swali, unataka ufanywe nini? Amen. Yesu anakuuliza unataka nini? Unataka nini? Na kile unachotaka ndicho unampatia kazi Mungu. Ndiposa utakuwa unasimama unamwambia Mungu, nimekuja mbele zako, nataka unisaidie na hili, nataka unifanyie hivi. Wengine wanasema ya kwamba Bwana, sitakula sitakunywa mpaka Bwana unifanyie hili. Amen. Na Mungu sikio lake tena li wazi na jicho lake liko wazi pia, linaangalia walio watakatifu. Kwa hivyo ombi langu, peke yangu sitaweza uwepo wako Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kunaye mtu mmoja hapa aliyeng'ang'ana kutaka kumwona Yesu, na ni Zakayo, mtu aliyekuwa ni mtoza ushuru, mtu na nafasi zake, mtu na ukuu wake wa kifedha, lakini kiu, something was burning in him. Kuna kitu ilikuwa inachomeka ndani yake, na akasema, mbali na haya ya dunia, haya yatakwisha, lakini nataka nimjue Yesu, nataka nimuone Yesu. Basi nataka nimuone Yesu, mpaka Yesu alipoangalia juu ya mti ya mkuyu na akasema, nimekuona Zakayo, leo nitakuwa mgeni wako. Wapendwa, tunatarajia kila mmoja awe na njia vile atakavyomtafuta Mungu wake, vile tutakavyomuomba. Ikiwa nafasi ya kukutana na kuomba ni katika nyumba ya Mungu, mwanangu, hupatikani, basi iwe ni mwaka jana, mwaka huu tuwe tunapatikana kwa ibada. Wakati ule Mungu anataka kukupatia sadaka zako, wewe hauko.
kama zamani Bwana alikuwa hawezi fanya hivyo, mwaka huu iwe na mabadiliko. Mimi ninataka kila mara niwe katika nyumba ya Bwana, ni utafakari wema wake Mungu, ili mchana na usiku nikiziimba zaburi na tenzi zake na sifa zake, ili yeye aliye hai chochote anachokihitaji anipatie kwa wakati unaofaa. Ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ile roho ilikuwa inakufunga, hupatikani kwa ibada, hupatikani kwa maombi, hiyo roho iwe imeenda 2025 huko nyuma. 2026 sisi tuna bounce na Mungu, sisi tumeokoka, tunasonga mbele. Chochote kilicho chetu kimerudi tena, na hoja zetu zote Bwana amezisikia. Bwana, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Amen. Kwa haya nataka nikuache na neno moja. Unataka nini? Amen. Unataka nini? Maandiko yanasema ya kwamba tukisoma hizi habari za Lazaro, ukisoma hiyo Yohana 11:38 inasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana imekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Hapo ndipo huwa tunasumbuka sisi, hapo peke yake. Wewe unaona hizo shida zako zote Mungu hawezi akaziondoa. Unaona hizo shida zako, unaona Mungu hawezi ziondoa. Sahihi, wengine bado wako mashambani. Juzi nikapigiwa simu, wengine bado wako mashambani. Na usione ya kwamba Mungu hawezi. Mungu anaweza. Alipo laiti Martha angejua huyu Yesu ni nani. Sasa unajua, mpaka anafanya kutiwa moyo na Mungu, anapitiwa moyo na Kristo, anamwambia, si nilikuambia na ukiamini. Kumaanisha haambiwi saa hiyo, alikuwa akielezewa huko nyuma. Lakini yeye anasema, tazama, amebaki maiti siku ni ya 4. Huyu mtu ananuka. Anaambiwa, sina alikuambia, nimekuwa nikiwaelezea ya kwamba yeyote atakaye amini. Amen. Yeyote atakaye amini atapata uzima, atapata kufunguliwa. Nami natamani nikuambie, dada, amini. Mamangu, amini. Ujue ya kwamba Mungu wetu ni baraka, Mungu wetu ni kweli. Ndugu yangu, amini. Haijalishi imechukua muda gani ugonjwa, haijalishi hali imekuwa kwa muda gani, amini. Wewe tu kile kitu ambacho ameulizwa hapa Timayo kwamba nikufanyie nini, ndio unaulizwa wewe. Baba, nikufanyie nini? Wewe sema nataka kupona. Mama, nikufanyie nini? Nataka utengenezee ndoa yangu. Baba, unataka ufanywe nini? Kazi yangu. Kijana, masomo yangu. Hivi ndivyo Bwana anataka hizi hoja azibebe, na akizibeba anatujibu kwa wazi. Atakujibu kwa wazi. Nataka niwapatie kipindi kizuri cha maombi. Kanisa hili ni maombi tu. Wiki hii tutakuwa na maombi ya kukaribisha mwaka. Wiki hii hizi ibada, kwa nini kanisa liombwalo watu wanapoomba huwa kila mara kuna sintofahamu zinatokea? Sababu watu hawapendi na Mungu. Hiyo ndiyo njia ambayo anatamani watu wamuombe. Kwa hivyo wiki hii na wiki hii, kwa ufupi, huu mwezi wa Januari huu,
Hebu ikabidhi hii, mkabidhi, ibeba mwaka wa pili, wa tatu, wa nne mpaka hii Januari yote hii. Services, viongozi tukikutana hapa ni maombi. Huu mwaka huu Bwana autende. Mwaka huu Bwana ajitukuze. Mwaka una mahitaji wewe. Mamangu mmemsikia na vitukuu wake na wanawe na vitukuu amepaza. Ongea sana. Vitukuu wako wengi sana. Ni vingi. Nasema ni vingi. Kwa hivyo wapendwa, mwanangu, nafasi ya maombi iko. My brothers, nafasi ya maombi iko. Mungu anahitaji mtoto wa shule unayetaka jambo fulani, omba. Tukutane tuombe. Tukutane watu wa Mungu tuombe. Na maombi peke yake, sina lugha nyingine. Kwa nini tunaendelea maombi? Siri ni nini? Kwa nini hivi? Maombi. Ukiwa kuna madhaifu, siri ni nini? Hatunaacha kuomba. Tukiacha kuomba, Mungu naye anarudi. Maana anasema niiteni nami nitafanya nini? Nitaitika. Na tutamuita tukiwa manyumbani, tunashulula viazi huko na unazihitaji na zile zingine. Kwa hivyo tutakuwa na maombi ya mwaka mzima, ya mwezi mzima. Alafu kule kwingine tutaendelea na ibada zetu tu kawaida vile zilivyo, na kesha zetu kawaida. Ili kuna dadako yuko ng'ambo, kuna dadako anataka aende ng'ambo, wewe mwenyewe unataka kuenda ng'ambo. Kule kwenu ulikotoka, uchawi ndio ilikuwa kama nini? Uchawi na uganga. Huyu mama hakuwa na wakati angawaelezea. Uganga kwao ndio ilikuwa karibu kila mara. Lakini Mungu amempata Yesu na ndugu zake wote. Mamangu aliyenizaa mimi alikuwa akiambiwa aokoke na huyo dadake, yeye hataki. Yeye tayari majembe juu. Alienda. Vyuma vyaendelea hivyo. Sasa na sisi tuko hapo tunapokea. Naambia mama waokoke. Mama yeye alikuwa kazi yake yeye ni makazi ya kurochi. Tumelelewa na chang'aa sisi kuziwa nisibani. Tunapoangalia mambo kama haya na tumemjua Yesu, jameni, tuacheni tumhubiri Yesu. Mwacheni. Na hakika mamangu kama angempokea Yesu, mamangu ningekuwa niko naye mpaka sasa. Sababu Yesu, kuna mapito mengine ni Yesu ndo anaingia. Hata nyinyi mnaonekana haya mafuta haya mama, ni kama mkiulizwa mnafanya kazi gani, ni Yesu ndo anapaka mafuta haya. Salome mwanangu, ni Yesu huyu. Huyu ni Yesu tu, si mtu mwingine. Kwa hivyo wapendwa wanangu, mtu wa Mungu, na kuomba hivi, jua Mungu wako, na Mungu huyu ndiye ambaye mbali na madugudugu yote. Wewe angalia, Daudi alikuwa pia na vituko vyake. Daudi mpaka anaua kwa sababu ya usherati. Daudi tena akazaliwa tena katika uzao huo ndio tunakuja kwa kizazi cha Yesu. Jameni, aminini. Usiseme. Na mimi huwa nasema hivi, hebu fanya kazi, tafuta kile ambacho watoto wako watasimamia nacho, na ili injili isonge mbele vizuri. Tutakapomuinua Yesu Kristo, utukufu utamrejelea yeye. Mwanangu, penda Mungu, mwambie Mungu inawezekana. Yesu, yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Yesu yote
ulipo Bwana, yote yanawezekana. Wewe mama, yanawezekana. Yote yanawezekana alipo Nasema palipo Bwana, yote yanawezekana. Palipo Yesu, yanawezekana. yote yanawezekana alipo yanawezekana alipo Pendwa, tuna jambo nataka nikwambie hili. Kuna mambo ambayo umeyapitia mwaka wa 2005 ambayo yamekuwa mazito, yamekutoa machozi na hukuwa unajua ni utajibika na nini ama utasuluhisha na nini. Umetamani mtoto labda aende kazi ama aingie college ama maendeleo ya kwenu ama kazi yako. Nataka nikwambie kitu. Neno hili la kufungua mwaka ama neno hili la Jumapili ya kwanza ya mwaka, Yesu anatuuliza swali hapa. Mungu anakuuliza wewe binafsi, unataka nini? Unataka nini? Hili swali ni la kila aliye ndani ya nyumba hii. Yuko dadako, yuko watoto wako, wako watu wa kwenu, munatakaje in short? Je, kuna mambo mumeandika kama familia kwa timetable ya kwamba tunataka mwaka huu tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi? Je, mumeandika? Tunataka Mungu atufanyie hivi, atufanyie hivi. Na kama hamjaandika, mukitoka kwa ibada hii, just go and take your diary, nenda ukaandike. Chukua kitabu, andika. Ikiwa unataka mzee, andika. Atulie, andika. Mama atulie, andika. Ni watoto, ili ukiingia kwa maombi, Bwana nakukumbusha, number 1, nyumba yangu. Number 2, elimu kwa nyumba yangu. Number 3, ABCD, kazi, kila aina ya jambo. Sababu Mungu ni Mungu wa mipango. Machozi ni sawa, lia, lakini haujaongea. Hata umesimama kotini, basi unatoa machozi, utaambiwa sasa speak out, ongea. Tunataka kusikia unaongea nini. Is it sense? Je, unaongea jambo ambalo litaweza kukusaidia? Yeye nikifika hapo, mume wangu ananipigia kelele, unataka nini? Jibu, asipige kelele, awe mpole. Pendo lile la kwanza tulipopatana, si wewe mwenyewe unakumbuka vile ulivyokimbia nyumbani? Si unakumbuka vile ulivyomfuata huyo mwanaume? Si unakumbuka vile ulivyoongea naye huyo dada mpaka saa hii nyote mkitembea, mtu akisimama anasimamia huku mbele? Si mnajua? Kila mmoja anajua. Kwa hivyo tunapoingia kwa maombi, tumwambie Bwana, sote kanisa zima tuombe, tumwambie Bwana, mimi nataka hii, mimi nataka hii, mimi nataka hii. Na ukirudi kule nyumbani, mwambie Mungu, andika kwa karatasi. Kama ni kwa kitabu haujui kusoma, ambia wajukuu, ambia watoto wako, tuombee wanangu, nataka hivi mwaka huu wa 2026, natamani kuwe na hivi na hivi na hivi. Tusimame. Natamani nikwambie tena hili.
hata pasta usitarajie aje akuwekelee mkono labda, manake huyo pasta pia naye ana hoja zake. Nimeambia hii sasa ni kila mmoja. Ukiweza kupiga magoti piga, ukiweza kutembea tembea, ukitaka kupiga kelele upiga vile utakavyotaka, lakini mwambie Mungu unataka. Swali kama hivyo ambalo limekuja hapa, akaulizwa Batimayo mwana wa Timayo, unataka nikufanyie nini? Anaambiwa ya kwamba hiyo 18:41 anasema wataka nikufanyie nini? Hilo swali. Na Batimayo akasema, Bwana, nipate kuona. Full stop. Yesu akamjibu, Yesu akamwambia, upewe kuona. Yaani kuongea ni kama kuongea hivi. Nataka shilingi 10, chukua. Nataka hii, chukua. Basi chukua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni wa baraka. Mungu wetu ni wa ushindi. Mungu wetu ni wa uzima. Yeyote yule anayenisikia, uwe uko nje ya hiyo kanisa, uwe uko mbali, lakini unanisikia, Mungu ni mwaka mwingine huu anauliza swali, unataka ufanyiwe nini? Si pastor, mimi nataka hivi. Mungu hili swali ndo anakuuliza. Manake kama kina Petero wangeenda wakamwambia unataka ufanyiwe nini, hapo ungemwambia niitieni, nataka nimuone Yesu, wangesema kaa kwenye foleni. Mama yule wa kutokwa na damu alisema ya kwamba mimi nikigusa pindo. Unaona hiyo jibu lake, nikigusa angalau pindo la vazi yake huyo Yesu, mimi nitafanya nini? Nitapona. Yaani tayari yeye alikuwa anajua ya kwamba uwezo alio nao huu, hata nikigusa mahali tu. Kwa hivyo vile utakavyoamua ndivyo utakavyochukuliwa, unavyoamua. Amen. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yeye ni mwema, ni mwema, ni mwema. Aye, aye. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Anatupenda yeye mwema, jamani mwema, ni mwema, asifiwe yeye. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Yeye ni Bwana mwema, yeye ni Mungu wa kweli, anayetuponya, ni mwema. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mwaka mzima Bwana ametulinda yeye, tumevuka salama, yu mwema Bwana yeye. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Tunaowajua wakawimu hawakuvuka salama, lakini Bwana ametulinda wema. Mungu yu mwema,
hili mama, elewa hili baba, ana upendo wa milele baba. Ae, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Damu yake ya thamani inaondolea dhambi, yeye anayaweza mambo yote. Yu mwema Bwana, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mungu yu mwema, Mungu mwema, yeye astahili milele na milele. Haleluya. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwa yu mwema, yu mwema Bwana, yu mwema, yu mwema Bwana, yu mwema Baba, yu mwema Baba, yu mwema, yu mwema Yesu, Yesu yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Bwana, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu. Imba ni mwema Bwana, ni mwema. Tafakari yale ambayo Bwana amekutetea. Mwaka ule ulikuwa vile ulivyouona, lakini Yesu alitenda tu. Amekuwa mwaminifu kwako kwa utukufu. Yelele mwema, mwema. Abariki, abariki, abariki Yesu, abariki, oh, abariki Yesu, Bwana mwema, oh Yesu wangu, inua mikono yako tu. Inua mikono yako tu, mwambie Bwana, mwambie kama wewe hakuna. Umenilinda, umenifagisha mfalme, nikiwa salama. Ikiwa Bwana kwa mwaka mwingine mpya, leo ni siku ya 4. Ninakupa utukufu, ninakupa heshima, ninakupa nguvu zangu zote Baba. Tazama, oh! Karibu Yesu moyoni
moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu we. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Bwana, moyoni mwangu tena. Unitembelee Bwana, karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Mwaka umepita, umenilinda Bwana, mwaka unakuomba unitetee. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni kwa nyumba yangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, kwa ndoa yangu. Karibu. Inua mikono yako tu. Baba anakujua, mwambie mkaribishe yeye. Mwambie karibu, mwambie karibu, mwambie karibu. Upange na yeye, mwambie karibu tu. Mwambie karibu, mwambie karibu. Karibu Yesu. Mfalme wa ajabu Jehova, sina cha kukupa ila ni wewe Baba, unitawale. Ila ni wewe Mfalme, umelinda na familia yangu Baba, umelinda na wazazi wangu Mfalme, mbali na kuwa na magonjwa lako umetuponya Baba. Tunasonga tukiwa salama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunahitaji mkono wako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji mamlaka yako Yesu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaka uliopita umepita ikiwa labda nyumba zilikuwa zina shida, labda nyumba ilikuwa na yumba, shetani alikuwa amevamilia watoto wako na magonjwa, lakini Bwana mwaka huu, mwambie Bwana masaa haya, Yesu unayeponya ponya. Kila moja twende mbele zake Mungu, mwambie Bwana akutetee. Una mambo mwaka huu unataka Mungu akutimizie. Una mambo mwaka huu ambayo unaweza mpatia Mungu sahihi, unaongea direct, mwambie Baba kwamba hii ndio nataka. Kila moja twende mbele zake Mungu katika jina la Yesu Nazareti. Baba, katika jina la Yesu Nazareti, tunasonga mbele zako Mfalme wa ajabu Jehova. Tazama ninakuomba Mungu aliye hai Baba, nikinyenyekea mbele zako Mfalme Baba, masaa haya tumana malaika kila Bwana Mfalme wa ajabu Jehova, yeyote anayeomba Baba akapate kuwa na nafasi Baba, akapate kuwa na nafasi ya kupokelewa maombi yake Baba. Mwaka huu ni mwaka ambao Mfalme Baba umetuahidia mema Baba, hatujui kesho, hatujui unakoendelea, lakini Bwana tunaomba tusaidie, tunaomba ukatutetee, tunaomba ukatupiganie, tunaomba ukatupatie nafasi nyingine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Bwana ndiwe Mungu, wewe ndiwe Bwana wa mabwana, tunaliabudu jina lako, tunalitukuza jina lako. Wewe ni Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Nenda Yesu kapate kuhimidiwa, nenda Yesu kapate kutukuka, nenda Yesu kapate kuhimidiwa. Maishani mwetu ni wewe Baba, tunajikabidhi kwako Baba, nenda kapate kuinuliwa Mfalme. Wengine hatujui Mfalme hatima yetu, bali tunaomba Baba ukatupatie nafasi nyingine tena ya kukuabudu Mfalme Baba, tulipokuabudu mwaka jana na sasa naomba Baba ukazidishe vipimo Baba. Tazama tumekuabudu na madhaifu, tumekuabudu Mfalme wa ajabu Jehova Baba, tunaomba mbele zako ukatuongoze Mfalme katika jina la Yesu Nazareti. Baba wewe unastahili Baba, tenda Baba, tenda Baba, tenda Baba, nenda kapate kutuongoza, nenda kapate kutufinika, nenda kapate kutuelekeza Mfalme. Chochote Baba ambacho Mfalme kinaweza Mfalme kutuzika kwa haraka, nenda Baba ukatuondolee, ili tukakuone Mfalme wa ajabu, kwa utukufu na uwezo wa jina lako
wako. Asante Yesu, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tazama hata wazee wengine wakiwa baba wako bado viongozi mashambani, wengine wakiwa baba majumbani. Tunaomba mfalme ukapate Bwana kuhimiliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu, ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante ni kwa sababu wewe matendo makuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unastahili kuabudiwa, unastahili mfalme wa ajabu. Umetupatia neema hii ya wokovu.
anastahili sifa, yeye anastahili kuabudiwa. Maisha yako mama ni Mungu tu. Magonjwa yako si nafasi yako tena. Hayo magonjwa yao yamepita mwaka wa 2025 katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwaka huu wa 26 kwa jina la Yesu, Mungu akakukumbuke, Mungu akakukumbuke, Mungu akakukumbuke na familia yako katika jina la Yesu. Mungu akakukumbuke, Mungu akakukumbuke na jamii yako katika jina la Yesu. Mungu aliye hai akutetee, akupiganie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hayo magonjwa yanayopinga maisha yako, miaka mingi umekuwa na huo ugonjwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai kwenye familia yenu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote kinachopinga katika tumbo, kwa jina la Yesu, kila maroho machafu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inua mikono yako masaa haya. Chochote kile ambacho kimepiga kambi, kimesimama ndani ya nyumba yako, watoto wako, kila chochote unachokifanya, nguvu za Mungu zimejaa mahali hapa. Yesu anasema sema lile unalotaka, na chochote umesema na mwingine amekizuia, hayo maneno ambayo yamekuwa yakifunga maisha yako, kile inapoitwa leo masaa haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaka jana uliopita ukiwa ni machozi, lakini mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, masaa haya hakuna roho itakayosimama, hakuna uchawi utakayosimama, hakuna lugha itakayonenwa ili usiendelee masaa haya. Hiyo roho za magonjwa zinazopinga maisha yako, afya yako inazoroteka, umemeza madawa kwa muda mrefu, kama hizo ndoto mbaya kutoka huduma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hizo ndoto mbaya za kujifanya umerudi nyumbani, umerudi shuleni, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, moto ujae ndani ya nyumba hii, moto ujae ndani ya nyumba hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyote aliyesema kwamba huwezi endelea, yeyote aliyesema huwezi endelea, hayo majini au wanaomwaka mapepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kemea, 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 moto ujae, ukamate kila nguvu chafu, ukamate kila nguvu za uchawi na uganga, ukamate kila majini, hayo magonjwa ya sehemu za siri, hayo magonjwa kwa tumbo, hayo magonjwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, magonjwa ya sukari, kama out, magonjwa ya pressure, kama out kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo ni uchawi, huo ni uganga, huo ni majini kwa jina la Yesu. Moto, 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 hayana nafasi. Kama vile Bwana Yesu ulimponya Bartimayo, yuko baba mahali hapa, baba amekuita, yuko mama mahali hapa na ugonjwa wake. Baba, ni wewe Mungu unayeweza kumtetea, ni wewe Mungu unayeweza kumtendea. Iko familia, kila pesa wakipata ni kwa waganga, kila pesa wakipata ni hospitalini, familia zao wasizoamini, kupitia kwa huyu mmoja mwaka huu nyumba ya watu waokoke, familia ziokoke, familia ziokoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Omba, omba, kemea hiyo roho, haya magonjwa, kemea. Moto, 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 majini, uchawi, uganga na figo yang'olewe kwa familia zenu. Yeyote anayewafuata na kila aina ya uganga uchawi, hakuna kulala kwa jina la Yesu Nazareti. Come out, come out, come out, come out. Kila roho ipigwe, kila uchawi upigwe, majini, 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 ndio hayo, ndio hayo, ndio hayo, yanakamata, yanakamata, majini kata, yanakamata, majini nyoka, yanakamata, kila roho inayotoa kuzimu kwa jina la Yesu, yanakamata, yanakamata, kila chochote kilichofanya kwa familia yako, hiyo maroho mliowekwa 2025 mumevuka nayo, leo imekuwa ni mwisho, imekuwa mwisho, imekuwa mwisho. Ewe Bartimayo, ewe pokea uzimaji wako, ewe Bartimayo, pokea uzima wako kwa jina la Yesu Nazareti. Kila chochote kile kilichosemekana kwamba mtaendelea masaa haya, kemea, 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 kemea,
katika jina la Yesu Nazareti. Kila roho chafu zinazopinga maisha yenu, come out. Kila roho chafu, magonjwa kwa wazazi wetu, kila roho magonjwa, kichwa kuuma, magonjwa ya tumbo, magonjwa ya tumbo, pona mama, ulitulea, ulituzaa, pona mama, pona. Kila roho chafu, chochote kinachopiga maisha yako, come out, come out. Yachomeke, yachomeke majini, yachomeke uchawi, come out. Uwe usingizi, hakuna roho chafu, hakuna maganga yote, magonjwa ya miguu, magonjwa ya miguu, pona mama, utulee. Bado tunahitaji ushauri, wajukuu wanahitaji ushauri kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila roho chafu zinazotoka kuzimu, zinazopinga maisha yenu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu ni mwaka wa come out. Achilia maisha yake, achilia maisha yake, achilia maisha yake kwa jina la Yesu. Majini kata, majini fire, fire zonio, majini ndani yako, wanaumwake mapepo, come out kwa jina la Yesu Nazareti. Kila roho inatoka kuzimu, Roho atasema fire, fire, fire. Kila uchawi upigwe, 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 upigwe. Kila maganga wanayopiga watoto wetu, mabinti, kwa jina la Yesu Nazareti. Kila roho chafu inatoka kuzimu, come out. Ataki zote za kimasomo ulianza vema, drop out hizo kwenda zurudi, come out kwa jina la Yesu Nazareti. Kila roho moto, 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 umewaka moto masaa haya kwa jina la Yesu Nazareti. Kila chochote kinachopiga maisha kwa jina la Yesu Nazareti. Magonjwa ya miguu, viungo, kwa jina la Yesu Nazareti. Kila roho come out. Magonjwa kwa tumbo, chochote kinachopiga maisha yako, come out katika jina la Yesu. Pona. Mungu wa mbinguni awatetee, Mungu wa mbinguni awapiganie watoto wenu. Hakuna ndoto mbaya kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Wajukuu wangu msome kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwanangu ufaulu, ile mipango yote iliyopangwa mwaka wa 2025 kufaulu, mwaka huu ifaulu in Jesus mighty name. Mungu wenu waponye, ndoa zenu ziponywe, watoto wenu muponywe, mfunguliwe katika jina la Yesu Nazareti. Nyumba ifunguliwe, nyumba zipone katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila nguvu chafu kutoka baharini zinazopiga nyumba za watumishi kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu wa mbinguni awatetee katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu huyo anayefungua wengi awafungue kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Chochote tamanio la moyo wako likawe katika jina la Yesu Nazareti. Pona my brother, pona chochote kinachopiga maisha yako, pona katika jina la Yesu Nazareti. Mungu huyo anayefungua au kufungue na kuponye katika jina la Yesu Nazareti. Kemea, 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 kemea. Nimemfunika na damu yako Yesu, in Jesus mighty name. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu, Mungu ni mwaminifu, Mungu anatupenda. Tumekuwa na mengi mwaka uliopita, lakini Yesu
Inua mikono yako ukiwa umefunga macho tu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na nguvu zako. Maji haya mikononi mwako tunayakabidhi Baba, ni mwaka mwingine 2026. Ndiyo Mfalme, ibada ya kwanza ya maji ya kanisa hili Baba, wote walioileta Mfalme wafunguliwe. Pona, pona wanapoenda kukunywa, kwenye tumbo iponywe katika jina la Yesu. Walio na magonjwa ya mwenye nguvu na mamlaka katika jina la Yesu, pona, mfunguliwe wanangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba na atakuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mungu ni mwema, atatutetea, ndizo ahadi zake. Amen. Basi ni kipindi kingine kizuri ambacho Mungu wetu ametupa. Tunatamani tukapata kuwa na nafasi ya kulishuhudia jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anayetuponya, yeye anayetufungua. Amen. Tumpendeni Mungu. Tumpendeni Mungu. Tumpendeni Mungu wateule. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na wakabidhi wote wanao shiriki nasi ibada hii. Ninaomba Mungu uliye na uwezo Baba, uwafinike na damu yako. Kunao wengine Mfalme wako nchi za ng'ambo wakiendelea na ibada hii Baba, ninaomba neema yako na nguvu zako. Pona wewe ulio unasumbuliwa na majini, pona wewe ambao unasumbuliwa na wanawake wa kimapepo, pona katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna wengine wana magonjwa, naomba ukawatetee, naomba ukawapiganie. Zaidi ya yote Mfalme, neema yako Yesu iwe nao katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Bwana hata kwa. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Masaa haya ni masaa mazuri, tunatamani tukamtolee Mungu wetu sadaka. Uko hapo, wengine Jumapili ya mwisho na Jumapili ya kwanza mtu hutoa. Tuliokuwa kwa kesha tulifanya hivyo. Wewe ambaye umewezewa, umefika kwa ibada hii na una huo uwezo, you can do so please. Naweza fanya hivyo na Mungu wa mbinguni akutetee. Zaidi ya yote neema yake Yesu Kristo ikapata kuwa pamoja nasi. Masaa haya natamani kwenda kukabidhi wewe ambao unafanya kazi, unahitaji fungu la 10. Tunazo bahasha hapa. Na wewe ambaye unataka umtolee Mungu wako sadaka ya shukrani, pia tunazo bahasha hapa. Tuombe kwa ajili ya kutolea Mungu sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa masaa haya tunapoenda kukutolea. Baba, nenda kupata kuhimidiwa, nenda kupata kutukuka. Zaidi ya yote tunao ndugu zetu ambao mfalme wako na mfalme wako mbali. Zaidi ya yote Baba, wasaidie wanaotoa, wengine hutoa kutoka kwa remit. Baba, wabariki wanaotoa kutupitia M-Pesa, wabariki katika jina la Yesu Kristo. Tunakubariki Mungu, ni kwa sababu wewe ni mwema, na zaidi ya yote yeyote anayeenda kutoa Baba, mbariki kwa utukufu na uwezo wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti tumeomba na tutakuamini. Amen. Basi mwanangu, uko hapo unataka bahasha, tafadhali karibu na Mungu akubariki. Tunaufungua mwaka, tunaunenea kupitia kwa sadaka
na Mungu ni mwaminifu. Watoto wa shule, naomba tafadhali, tunaorudi shuleni, tafadhalini kujeni hapa. Uko na mtoto wako yuko shuleni? Amen. Ninajua shuleni kuna mambo mengi sana. Shuleni kuna watoto wengine tayari hao wako katika ibada za kishetani. Sasa wanapokuja shuleni wanajiassociate, mnaenda pewa maperemende huko, mnapewa vitu, mnapewa kalamu, anasema ni rafiki yangu, kumbe anachukua hiyo akili yako. Lakini tunapowafinika na damu ya Yesu, Yesu ataenda kuwalinda, ataenda watetea. Amen. Nataka wale wa nahitaji grade ama ni ile wale wa kwanza PP1 play group. Sasa huyu mama kachoka play gani? Play group. Ndio hiyo play hii. John hapa mplay. Wekeni hapa. Hawa ndio play hapa. Hii ni play. Hii play hiyo hapa. John hapa. Na kweli kuna play. John hapa. Let me yule ambaye hataki mwache tu. Somisha. Ndio pastor wa sasa anataka. Haya, njoo babu. Watanimsaidia.
Sasa haya, simameni laini. Roho atajua kama ni P ama ni ipi hiyo. Haya, wewe uko ipi wewe? Ipi ni grade sasa? Haya, simameni tu laini hapa. Poleni nyinyi, hiyo elimu yenu na si yetu tofauti. Mkiona tunauliza maswali hiyo basi. Haya, yule anawakilisha watoto wake. Mambo haya huwa yanafanyika mashuleni. Wapangeni huko pastor, wapangeni tu waje huko. Sasa hata mtachagua na pili hii hapa, mmeshikamana hapa nyinyi wasichana ili pastor apite hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kanisa tafadhali. Watoto huwa wanaenda shuleni, na wakifika shuleni wanaweza vamiwa kule, na wakivamiwa utachapa mtoto, na si kwamba eti huyo mtoto ana akili, ni akili ndio imekamatwa. Lakini tuking'ang'ana na hiyo akili ikifinikwa na nguvu za Mungu, hata wajaribu kitu gani, mtoto atabaki kuwa mzima, kwa sababu mtu akitaka kukupiga wewe mama, hata kufuata wewe, hasa atamfuata huyu mama mwenyewe, tayari mambo yake yamekwisha. Sasa ni akae tu asubiri wajukuu. Sasa ni wale ambao ni walete wajukuu ndio wanafuatwa hao. Ndio unaweza pata vitoto vidogo, aliondoka vizuri, walimpenda Mungu, lakini ikafika mahali watoto wakachomoka. Yule anayefanya hivi, yule anafanya vituko vile, ni nini? Hatukuwakabidhi, hatukupenda kila mara kuwakabidhi watoto wetu kwake Mungu. Wakati ule Ayubu, watoto wake mara kwa mara alikuwa akiwapeleka mbele za Mungu. Amen. Sawa, angekuwa mmekuja na sadaka yake, lakini sadaka Yesu tayari alitoa pale msalabani. Wakati mwingine baada kama hizi, mwambie Bwana nakushukuru kwa kunipatia tunda. Watoto warembo hivi na mahandisemu hivi, jamaa warefu hivi, sio una ni baraka hizi. Kuna mwingine anatamani angalau abebe buyu, the baobab, ile sida awe nayo tu, awe tumbo imefura, kumbe hakuna. Lakini sisi Bwana ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Suna ndugu ameingiza mifuko mfukoni. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunawaleta wakfu watoto wetu. Tazama, shule kesho zinafunguliwa, wengine watasafiri, wengine Bwana kwa ajili ya hali ambavyo sizo, pengine wengine watabaki kwa ajili ya usafiri. Lakini Yesu, mikononi mwako tunawakabidhi, mikononi mwako uwalinde watoto hawa. Tazama, wanaenda changamana na watoto wengine, wamekuwa nyumbani miezi miwili, wamekorogeka, hata akili bado zinakuwa na akili za kinyumbani. Lakini Baba, ninaweka akili ya kielimu kwa jina la Yesu. Wanapofika shuleni, muwe na akili. Pona, mpokee elimu. Magonjwa ya kila mara, kichwa kuuma kila asubuhi, come out katika jina la Yesu. Munapoenda, Mungu awape elimu, mulindwe. Bwana Yesu, walinde watoto hawa na damu yako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokeeni elimu, pokeeni. Wazazi wenu wapate fedha, wawalipie karo kwa wakati unaofaa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni awatetee, awapiganie katika jina la Yesu. Wale walikuwa wakifeli mwaka uliopita, mwaka huu Jumapili ya kwanza tumeweka wakfu wanangu, wajukuu wangu, muwe na akili, muje muwe madaktari katika jina la Yesu, muje kuwe mainjinia katika jina la Yesu, muje kuwa watu na nafasi zenu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wengine muje kuwa maloya in Jesus mighty name. Mungu aliye hai awape amani, awape uwerevu. Mungu akutetee, Mungu akupiganie, uje uwe mtu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tamanio zenu zitimie, watoto wenu wafaulu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu kule mbinguni atukuke, anapowaangalia ajitukuze. Pokeeni elimu mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu awatetee, wajukuu wenu wawe na amani, wawe na afya katika jina la Yesu. Roho ya kulazwa ninakataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho ya magonjwa ninakataa
kwenda shule, mara vitu vingine havipatikani. Ninakemea hiyo roho katika jina la Yesu. Mnapotafuta fedha, wazazi mupate kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amani, upendo kwa nyumba zipatikane katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mnapopanga mufanikiwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru ni kwa sababu wewe ni mwema. Baba, tenda mema kwa utukufu wako, na zaidi ya yote Mfalme, ninawafunika kanisa zima, watoto hao wote kwa damu yako na ulinzi wa Roho Mtakatifu. Wapone wanangu, mnapoenda shuleni, mushike masomo. Sema amen. Mushike masomo, mushike masomo. Wazazi wenu wapate fedha za kulipa karo. Wazazi wenu walipe fedha zote kwa jina la Yesu. Wazazi wenu wafanikiwe kikazi katika jina la Yesu. Bwana Yesu, maombi haya yanayafunika na damu yako na ulinzi wa Roho Mtakatifu. Baba, watetee, wapiganie. Watakao safiri, hakuna ajali wala mikosi, na already wanapoingia mashuleni hakuna vituko. In Jesus mighty name. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bado Jumapili tutakuwa pia na maombi, kwa hivyo mtawaelezea watoto na wazazi. Unajua, unaweza ona kama tunafanya jambo la mzaha hapa, lakini kama kuna kitu shetani anawinda sasa. Marumba, wewe ufatufatwa na nini? Ni zile ngurutume zile zikamatwe, zile umeshikwa wewe, lakini tukisimama Yesu atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hivyo tunapomwamini, mwimbaji akasema, simama imara, mtete Bwana Yesu, mtete Bwana Yesu, naye atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. So I'm so grateful to have you this morning. It's afternoon now. Masaa ya saa 8. Mungu ni mwaminifu. Tuzidi kumshukuru Mungu. Ninarejelea tena, bila maombi hautasonga. Amen. Ni maombi peke yake ndio itakufanya usonge. Na laiti Batimayo hangeomba, angepata muujiza wake. Amen. Haleluya. Basi wakati huu tupendane. Tuko na maombi ya mwezi gani mzima. Hizi ibada za katikati ni maombi tu. Wewe ambaye umezoea hutaki maombi, endelea tena hata safari wewe hata kuja na mahindi kabisa, tafuna, lakini utaipata. Si vema. Na kwa sababu Mungu wetu hakuna haandikiwi barua, ana sijui uketi mpaka usome ufike chuo kikuu ndio useme utakutana na Mungu. Mungu anakutana kupitia kwa maombi. Mungu anaponya kupitia kwa maombi. Maombi peke yake, hakuna kitu kingine, maombi. Amen. Na Mungu wa mbinguni atupe gari anapopata, na tunaomba Mungu atusaidie. Tumefunga na tunashukuru, tumefunga hizi mabati huko, ule ubati ulikuwa unasumbua, mvua ikinyesha inapiga huko, tumeweka, tumezungusha mpaka huku, na pia tukawa sasa tunatamani siku zinakuja, yale mawe umeona pale hayana kazi ingine, tunataka tuweke tank la maji, tunataka